ambayo mimi na wewe tulipita kukinadi. Hakuna mahali popote panazungumza kwamba tunatengeneza klasi za watu wanaostahili kukaa mjini na wengine hawastahili kukaa mjini. Sasa nimeona hili nilirudie kulizungumza. Na nataka nilizungumze mara ya mwisho. Sitarudia tena kuzungumza. Pamekuwa na tabia ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kufukuza tu watu wa machinga walioko mjini bila utaratibu. Issue imejitokeza Mwanza. Na nawapongeza sana wa machinga, hawakufanya fujo, wametulia. Nilizungumza kwenye mkutano wa Biafra hadharani kwamba hawa wa machinga msiwatoe mjini. Kama mnatengeneza mazingira, mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao. Ndio. Ili wasizagae. Na nilitoa mfano, mnaweza hata mkafunga barabara kwa sababu barabara hili limetengenezwa na fedha za Watanzania. Ndio. Mkafunga barabara katikati ya mjini, mkasema hii ndio litakuwa eneo la machinga kufanya biashara. Hata wakati wa Mwenge Morogoro tulisisitiza hiyo. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni mjini, nendeni Kiloleni. Nendeni sijui wapi. Wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule. Lakini hata katika taratibu za kawaida mtu anafanyaga, palikuwa na wakina mama siku moja walikuwa wanalalamika pale, wanatolewa kule feri wanafanya biashara ya samaki. Unampeleka sijui wapi, atauzaje samaki yake? Ndio maana nimemuita naibu waziri wa TAMISEMI na katibu mkuu wa TAMISEMI wawaeleze wote wanaowaongoza wasiwabugudhi wa machinga, wala hawakupenda wao kuwa wa machinga. Ni kama ambavyo wao hawakupenda, kwa sababu wala hawakuniuliza nilipokuwa nikiwateua katika nafasi zao. Wakitaka kumuhamisha machinga kwenda eneo moja au lingine, wazungumze nao kwa utaratibu mzuri, na wanakowapeleka liwe ni eneo kweli litakalo wasaidia wa machinga kufanya biashara kwenye soko ambapo wao watafaidika na wao kufanya biashara. Lakini si polisi wanatumika vibaya. Wazungumze nao wa machinga kwamba jamani, tumeshatengeneza eneo hili hapa, nendeni mfanizie biashara hapa. Wa machinga watafanya, watakubali. Lakini si kila siku mtu nawafukuza unapowapelekea wala hujatengeneza mazingira ya kuwafanya wakafanya biashara. It can't be. Sasa ndio maana nimemuita naibu waziri, katibu mkuu. Kama kuna mkuu wa mkoa, DC au mkurugenzi anayeona maelekezo yangu haya hakubaliani nayo, aache kazi. Sisi ndio tunajua shida za wamachinga, sio wao. Makamu wa rais anafahamu kwa sababu alizunguka akaona. Ni lazima tujipange, tutengeneze mazingira mazuri. Tunapokuwa na wafanyakazi hewa serikalini zaidi ya 19,000, tunapokuwa na wanafunzi hewa zaidi ya 65,000, tunapokuwa na mishahara hewa na kadhalika, wajue, wasishangae kuona tuna wamachinga wengi katika nchi hii. Tuliwatengeneza sisi, ni lazima tuwatengenezee mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara yao na kuishi. Sasa ndio maana nimewaita nenyi viongozi wa TAMISEMI, kawaelezeni
wawaache wamachinga wafanye biashara maeneo yao.